Na kukaribisha katika sehemu ya pili ya simulizi inayokwenda kwa jina la Mariam. Ikiwa hukupata sehemu ya kwanza ya simulizi hii, nimekuwekea linki kwenye description hapo chini. Simulizi pendwa iliyotungwa na kusimuliwa nami mtunzi wako mahiri na msimuliaji wako ninayekwenda kwa jina la Lusajo Holland. Twende pamoja. Katika sehemu iliyopita tulishia pale ambapo nilikuwa nimefika pale ukumbini na kukuta tayari harusi ilikuwa imeshaisha, lakini nilimkuta Grace pale nje. Akaniambia kuwa alijitahidi sana kumwonya Mariam asifanye vile, lakini Mariam hakuwa tayari, na akaniambia kuwa ile pesa ambayo nilikuwa nimemtumia haikuwa kwa ajili ya kulipia nyumba ya mama yake, nyumba yao kama ambavyo alikuwa ameniambia. Alihitaji kwa ajili ya kumpa mwanaume wake ili akamlipie mahali. Tuendelee. Mara baada ya Mariam kunidanganya kuwa alihitaji pesa kwa ajili ya kuokoa nyumba yao, nami nikawa nimeuza shamba langu, shamba ambalo ilikuwa ni urithi kutoka kwa mzee wangu, mzee Damian Matiku, marehemu baba yangu. Kisha nikamtumia Mariam ili alipe deni, nyumba yao isiuzwe. Kumbe alikuwa anaenda kumpa mwanaume ili akamlipie mahali. Nikakaa hapo nje ya ukumbi ambapo harusi ilikuwa tayari imekwisha kufanyika. Nikalia mno, nikalia sana, nikalia mno. Kwa nini Mariam anifanyie hivi? Nikaendelea kukaa hapo nikiwa na Grace ambaye naye alikuwa analia pia, mpaka ilipotimu majira ya saa 7 usiku nikiwa nalia na yeye pia alikuwa akilia, mpaka alipokuja kuchukuliwa na mdogo wake, na mimi nikaamua kurudi nyumbani. Nilikuwa nikirudi nyumbani huku nikiwa najivuta sana, nilikuwa na hasira mno. Nilipofika nyumbani nilikuwa nikihisi mwili wangu wote ukiwaka moto. Nikahisi hata ndani pia palikuwa hapakaliki. Nikatoka na kwenda kwenye nyumba ya kina Mariam. Nikaitazama, nikatamani kuingia, lakini nafsi ikasita.
nilitamani nimuone tu, lakini haikuwa hivyo. Bahati haikuwa upande wangu, nikajiona kuwa mwanaume mwenye mkosi na mwanaume mjinga zaidi kuwahi kutokea katika ulimwengu. Ama kweli, mmoja liwalo tamu upande ndilo liwalo chungu upande. Hukustahili kunifanyia haya Mariam, hukustahili kunifanyia haya Mariam wangu. Kwa nini ulikubali pete yangu? Hata hivyo, mimi si baba yako. Kwa nini nikulipie mahali? Hapana, hapana. Hata hivyo, kwa nini nimtolee mahali mwanaume mwingine ili awe mwanamke ambaye mimi nampenda kama Mariam akuoe wewe? Wakati mwingine nikawa nikitoka nyumbani na kwenda kukaa pembeni ya shamba ambalo nilikuwa tayari nimekwisha kuliuza kwa ajili ya kumpa hela Mariam, nikiamini kuwa anaenda kuokoa mali zao zisiuzwe. Kumbe haikuwa hivyo. Nikashinda huko shambani nikilitazama na baadaye nikarudi nyumbani. Nilikuwa nimeanza kupatwa na wazimu kabisa. Machozi yakawa sehemu ya maisha yangu, mpaka ikafika wakati inasemekana nilikuwa mwenda wazimu kabisa. Nikafungwa ndani tu. Miezi kadhaa nilikuwa nikifungiwa ndani. Nakiri nilimpenda mno Mariam, nilimpenda barabara. Lakini suala la kumlipia mahali mwanaume mwingine amuoe Mariam iliniathiri sana. Lakini wakati nilipopata nafuu, nikajiapiza, sitakufa bila kulipa kisasi. Lazima Mariam ajutie juu ya haya maumivu ambayo nimeyabeba. Upendo wangu ukageuka kuwa chuki nzito dhidi ya Mariam, kiasi cha kufikiria kuua tu. Lakini sina shida na huyo mwanaume aliyekuwa. Sijui hata hizi pesa alikuwa anajua zilikotoka, na imani alikuwa hajui. Sina shida naye, ila utalipa katika hili Miriam. Siku moja nikiwa kijijini, nimekaa nje ya kibanda changu, ikiwa ni majira ya asubuhi, nilipokea simu kutoka kwa mama yake na Mariam, akilia kuwa anaomba msamaha kwa dhambi ya binti yake na kuwa amesimuliwa na Grace yale ambayo Mariam alikuwa amenifanyia. Akadai kuwa yeye mama yake hakulijua hilo. Nikamwambia, tena mama, shukuru Mungu siku ule kufungua mlango, ningekuua hata wewe. Lakini lazima binti yako ajutie hii dhambi, na maumivu niliyobeba ni makubwa mno. Mama yake Mariam akaendelea kuniomba msamaha na kudai kuwa yupo tayari hata kununua shamba lingine, lakini bado nikaona ni upuzi tu, nikakata simu. Hili likawa ni kama limeamsha maumivu tena ndani ya moyo wangu. Yaani mimi nikauze shamba la urithi kutoka kwa marehemu baba yangu kipenzi mzee Damian Matiku, ili nimpe mwanaume mwingine akaoe mwanamke ninayempenda kama Miriam? Hapana, hapana. Hakika mmoja liwalo chungu pande ndilo liwalo tamu pande. Nikawachukia mno wanawake. Siku moja nilipokea simu kutoka kwa rafiki yangu John kuwa kuna sehemu amemwona Mariam anauza mgahawa. Aliponipa taarifa hii, nikawa ni kama nilikuwa nimepigwa na shoti katika mwili wangu. Siku iliyofuata nikapanda gari mpaka mjini tena na kukutana na John. Nilipomwona tu mara baada ya salamu, nikamwambia nipeleke alipo Mariam,
lakini jioni akawa akinisikuwa nipumzike kwanza, lakini sikuwa tayari katika hilo. Moyo wangu ulikuwa ukiwaka kisasi tu. Ikawa kama bahati sana, haikuwa mbali sana na pale ambapo tulikuwepo. Jioni akanipeleka, nikaingia katika mgahawa na kukaa kwenye kiti. Haikupita muda sana, kuna binti akawa amekuja kunisikiliza. Nikamwambia nipe wali nyama. Akaenda na kurudi akiwa amebeba chakula. Wazo langu halikuwa kwenye chakula. Moyo wangu ulikuwa unawaka kisasi tu. Haikupita muda sana, nikamwona Mariam wangu akiwa amenenepa sana, huku akiwa na mtoto mdogo pembeni. Chozi likanidondoka. Nikamtazama, naye akawa ameniona. Akashtuka mno Mariam na kudua. Alidua kwa muda kidogo na baadaye akawa akitokwa na machozi huku akinisogelea. Tayari mimi moyo wangu ulikuwa umeripuka mno. Nikakumbuka ile siku aliyokuwa anaolewa, yaani moyo wangu kahisi kama ndo ilikuwa siku hii. Mariam akawa akinisogelea huku akiniambia kuwa samahani. Nikamwambia kwa ukali, samahani ya nini Mariam? Nilimwambia huku nikichomoa simu iliyokuwepo kibindoni mwangu. Lakini Mariam hakuonyesha kukimbia, akawa amepiga magoti chini. Nikamfuata na kuinama mbele yake, huku macho yangu yakiwa yamebadilika kabisa. Wateja wengine wakakimbia nje mara baada ya mimi kutoa sime. Nikamuuliza Mariam, kwa nini ulinifanyia vile Mariam? Unajua shida nilizozipata mimi? Unajua nilizipata vipi zile hela mimi? Unatazama nilivyokonda? Unaniona Mariam? Wewe ukachukua pesa kutoka kwangu ukampa mwanaume ili akuoe, wakati ulijua fika ambavyo nilikupenda. Kwa nini? Kwa nini Mariam? Unaniona nilivyokonda? Kwenye mikono ya sheria, lakini mimi sikujali hilo. Lilokuwa la muhimu kwa wakati wangu, kwa wakati huu kwangu, lilikuwa ni kisasi pekee. Nikamtazama mtoto Mariam ambaye alikuwa pembeni akawa analia. Nakiri Mariam alijaliwa mtoto mzuri sana. Mtoto alikuwa akilia huku akinitazama kwa uoga. Nikamwambia, mtoto, unisamehe, mama yako alinikosea sana, alistahili
kulipa kwa stahili hii kwa yale ambayo alikwisha kunifanyia. Nikakaa pembeni nikimtazama Mariam pale chini, huku nikilia, lakini bado kwa hasira bado zilikuwa pamoja na mimi. Mpaka wanakuja askari kunikamata, nilikuwa bado niko pale pale. Nikatangazwa mno kwenye vyombo vya habari. Lilikuwa ni tukio la kutisha mno, lilopamba kila aina ya vyombo vya habari. Baadaye nikawa nimeshtakiwa kifungo changu cha maisha jela, lakini nashukuru Mungu nikaja kutoka kwa msamaha wa rais, lakini maisha yangu yameharibika sana. Yameharibika kwa sasa, yameharibika kabisa. Kwa sasa nipo kijijini, sihitaji mwanamke katika maisha yangu, sihitaji mwanamke wa aina yoyote. Nitakufa mwenyewe. Asante kwa kuwa pamoja nasi katika sehemu ya pili ya mkasa huu wa kusisimua unaokwenda kwa jina la Mariam, uliotungwa na kusimuliwa nami mtunzi wako mahiri na msimuliaji wako ninayekwenda kwa jina la Lusajo Holland. Asante kwa kuwa pamoja nasi.